Na hapo nao waliolala katika Kristo safi wamepotea. Mpe. Kwa hiyo umefanyeje wewe? Umefanyeje? Umesema akisema mumpe. Waliolala katika Kristo wamefanyeje? Wamepotea. Wamepotea. Mpe amalize. Mpe amalize. Kama katika maisha haya tu. Sasa unasikiliza huyu mzee ambaye ni shehe anasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:18. Maandiko nasema na hapo nao waliolala katika Kristo wamepotea. Chunguza kwa makini, tafuteni watu ambao wana elimu ya Biblia. Sana watu kwa barabara ambao wasomi maandiko, afu na mnaanza wauliza maswali ya Biblia. Tafuteni watu wa elimu, watu ambao wanajua maandiko. Sasa mzee akasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza, na hapa nao waliolala katika Kristo wamepotea. Akasema ati ya kwamba waliolala katika Kristo wamepotea. Akamaanisha ya kuwa sisi wa Kristo tumepotea da. Shehe, musisome andiko kimusikiti. Someni andiko kwa kuhitaji kuelewa. Na munaambia tena Roho Takatifu aeleweshe, maana Roho Takatifu ndiye anaelewesha. Sasa itakuwaje sasa muambie Roho Takatifu aeleweshe, japokuwa ukisoma katika kitabu cha Qur'ani nasema ya kuwa ninyi hamna elimu ya vitu vinavyohusika na roho. Sasa ni vigumu kwenu kuelewa maandiko. Anasema ati ya kwamba waliolala katika Kristo wamepotea. Someni andiko vizuri. Acheni kusoma andiko kimusikiti. Sikiza vile nitakavyojibu huyu mzee kisomi. Tukisoma katika hiyo tu andiko, katika hiyo kitabu ya Wakorintho wa kwanza 15:17, maandiko yanasema kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure, na wao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama Kristo hakufufuka, waliolala katika Kristo wamepotea. Hiyo ni vizuri kabisa. Yaani kama Kristo hakufufuka, waliolala katika Kristo wamepotea. Sasa tuulize maandiko, je, Kristo alifufuka ili waliolala katika Kristo wasi